Hapa tuko mradi wa Mwanga ambalo lina takriban square mita 10,000. Maendeleo ya mradi kwa sasa hivi ni 43%. Kama mnavyoona sasa hivi tuko kwenye kuna baadhi tumeshafika kwenye basement, kwa maana kwamba substructure tumeshamaliza. Sasa hivi tuko superstructure na tunaendelea na framework, kwa maana kwamba kumwaga zege la nguzo, lakini tuna zege la slab. Mafundi sasa hivi wanaendelea na slab ya pili, maandalizi ya slab ya pili na nguzo. Kwa hivyo so far tuko kama nilivyosema, tuko 43% ya progress. Kama inavyofahamika kwamba mradi tumetakiwa kukabidhi tarehe 31 Disemba 2025, lakini tulomba an extension of time. Kwa hiyo tunategemea mpaka tarehe 24 Aprili 2026 tutakuwa tumeshamaliza mradi. Wakati tunakabidhiwa mradi ilikuwa ni kipindi cha mvua nyingi. Kwa hiyo mvua zilianza kuanzia tunakabidhiwa mradi mpaka mid of May. Kwa hiyo tulijaribu ku mobilize material. Ilivyoisha mvua tulianza full swing. Kwa hiyo tumekimbiza mradi kama unavyoona progress yake. Mpaka sasa hivi kama tumesema ni 43%, na tunaamini kwa mradi kwa muda ambao tumeongezewa tunaweza tukawa tumefika kazi yote. Nitakumbuka hapa walikuwepo wafanyabiashara wengi ambao mwaka 2023 tuweze kuvunja ili tuanze mradi huu. Kwa hiyo mradi huu upo katika hatua hizi kama mnavyoziona, na tuna imani ya kwamba mkandarasi kwa spidi anayoendelea nayo, tuna imani ya kwamba wanaendelea kufanya kazi vizuri na watamaliza kwa wakati. Lakini kubwa ambalo nalotaka kulisema ni faida ya mradi huu ndani ya manispaa yetu ya Kigoma. Utakumbuka kwamba hapa tulikuwa na wafanyabiashara takribani 800 hadi 1000, lakini sasa hivi hapa wafanyabiashara tunaenda kwa accommodate hapa ni karibu 4000. Tutakuwa na vibanda 1000 ambavyo vitakuwa ni vibanda vya maduka, lakini tutakuwa na meza na meza na wafanyabiashara wengine ndogo ndogo, lakini tutakuwa na sehemu ya mabucha, tutakuwa na sehemu ya bucha za samaki, bucha za nyama za kawaida ya ng'ombe na nyama zingine, kasoro hizo zingine ambazo tunaweza kuzifahamu ambazo zinahitajika masoko maalum. Lakini ninachotaka kukisema, mradi huu unaenda kuinua mapato ya ndani ya manispaa. Kwa mwaka mmoja, wakati wafanyabiashara wale waliokuwepo kwa vibanda vilivyokuwepo tulikuwa tunakusanya kwa takriban milioni 450 kwa mwaka, lakini hapa tunaenda kukusanya bilioni 1.2. Kwa hiyo itakuwa na ongezeko kubwa sana la mapato ndani ya manispaa yetu. Kwa hiyo kumalizika kwa mradi huu itakuwa ni juhudi za serikali kuzifanya manispaa ziweze kujitegemea, kwa sababu mradi huu ni mradi ambao unafadhiliwa na Benki ya Dunia, lakini kwa sababu serikali iliamua kuleta mradi huu ndani ya manispaa yetu, na lengo kubwa ni kuzifanya manispaa ziweze kujitegemea. Kwa hiyo sisi ukusanyaji wa mapato hapa, ongezeko hilo litaendelea kufanya manispaa yetu iendelee kusimama katika ukusanyaji wa mapato, lakini itasaidia. Lakini faida nyingine ni kwa wananchi, ya kwamba huduma nyingi sasa zitapatikana katika sehemu moja, kuliko mwananchi kwenda kuzurura na tafuta huduma nyingi zitapatikana katika eneo hili. Tuna imani ya kwamba wananchi watatumia mradi huu kama sehemu ya maendeleo ndani ya mkoa wetu wa Kigoma, lakini pia katika kujinufaisha wao kwa kufanya biashara katika eneo hili. Lakini kingine ambacho kipo, mtaona kwamba mradi huu tumejenga katika eneo ambalo ni la kimkakati. Itakuwa ni moja icon ndani ya Kigoma, kwa sababu unapoingia ndani ya mji wetu na manispaa yetu utakutana na hili jengo. Utaliona na litakuwa ni jengo ambalo litakuwa linavutia kiasi kwamba litakuwa ni sehemu ya pambo ya mji. Kama miji mingine iliyoendelea, basi na sisi najivunia kuwepo kwa jengo hili, na imani ya kwamba wananchi wa Kigoma mradi huu utakapokamilika watafurahia. Lakini ndio hii Kigoma tunayoisema sasa, Kigoma sio ile Kigoma ile ya zamani, sio hii ya sasa. Vibanda vyetu vyote tutavitangaza kwenye mfumo huo ambao unaitwa Tausi. Tutavitangaza na mtu yeyote atakayevihitaji ataviona kwenye mfumo wa Tausi, na ataselect kibanda anachokihitaji na atapewa kama atakuwa amepata, na atalipia kupitia kwa huo mfumo. Kwa hiyo itakuwa haina haja ya kuonana na mtu yeyote.
Swala la gharama bado hatujazipanga kwa sababu mradi tunaendelea kusubiria kwamba ukamilike, lakini tunashukuru kwamba sasa hivi baraza la madiwani lipo. Muda utakapofika basi tutatangaza gharama za upangishaji katika eneo hili. Haitakuwa gharama nje ya gharama za soko, yani ikiwa nazungumzia upangishaji wa maeneo mengi hapa mjini, wafanyabiashara wamepanga, na kama wamepanga gharama zake za upangaji zinajulikana. Kwa hiyo haitakuwa tofauti na gharama ambazo zingine zinafanyika katika maeneo mengine. Miradi hii inakuwa ni chachu ya miradi ya maendeleo ndani ya mkoa wetu wa Kigoma, lakini hususan katika eneo letu la manispaa ya Ujiji, kwa sababu inatengeneza mvuto wa mji, lakini pia inaenda urahisisha huduma kwa wananchi. Mfano, katika maeneo tuliyopita tumeona hospitali, tumeona shule, mnaona shule jinsi gani zilivyo, zinaenda kurahisisha huduma. Lakini pia tunataka kuwaambia watu kwamba Kigoma ni kama maeneo mengine. Sasa hivi ukija kwetu Kigoma hakuna kitu ambacho utakachokosa. Utaona maendeleo yaliyopo katika mikoa mingine imo. Na hii na leo kama mnavyofahamu tumepita tu katika eneo moja ambalo la manispaa, lakini kuna miradi mingi inayotekelezwa ndani ya mkoa wetu wa Kigoma. Na siku nyingine tutakwenda, kuna soko kubwa ambalo sasa hivi tunalitekeleza ndani ya kata ya Kibirizi yenye thamani ya bilioni 7, ambapo wavuvi wa kule wataendelea kufanya kazi maeneo yale. Ukienda bandarini kuna upanuzi wa bandari. Kwa hiyo kuna kazi kubwa inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika manispaa yetu ya Kigoma na mkoa mzima wa Kigoma. Sasa hivi Kigoma, yale mabegi tuliyokuwa tukifunga kwenye mifuko ya plastiki sasa hivi hatufungi kwa sababu hakuna vumbi tena. Tunakwenda barabara zote sasa hivi tumeunganishwa kwa lami. Kwa hiyo mimi niseme miradi hii yote kwa ujumla inaenda kutengeneza Kigoma ambayo inaenda kupendeza, lakini pia tunafanana na miji mingine yote wa Tanzania. Tumejikita katika kutoa huduma bora, na hili tunajitahidi sana, na ndio maana maandalizi ya miundombinu mnayoiona leo sio tu itaishia katika ujenzi wa miundombinu. Tunaenda kutoa huduma, kama ni shule itoe huduma bora na kuhakikisha tunainua kiwango cha elimu katika manispaa yetu. Lakini sio tu kwamba ni katika swala la elimu, hata hapa tulipo eneo hili tutakutana na soko ambalo litatoa huduma za kisasa kabisa kwa ajili tu ya kwamba muonekano wa jengo ufanane na huduma. Vivyo hivyo hata katika maeneo yetu ya afya ni kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora kwa wananchi, kuhakikisha kwamba kile tunachokiona katika taswira katika majengo basi reflect na utoaji wa huduma katika maeneo mbalimbali ambayo tunaendelea kuyasimamia. Yes, tutakuwa nini kwa wananchi ambao wanalipa kodi, lakini kwa wawekezaji ambao wako nje ya Kigoma wanatamani kuja kuwekeza manispaa Kigoma mjini kutokana na huduma zinazopatikana, tuna umeme, tuna huduma za maji za uhakika na vitu kama hivyo. Labda mimi niseme kwa hili la wito wangu kwa wananchi. Moja, wananchi sasa hivi tusimame kifua mbele. Watu wanasema sasa hivi inabidi ujigonge kifuani mara 2. Watu wa Kigoma wanapaswa wafanye hivyo, kwa sababu sisi hatuna tofauti na wengine huko waliko. Chochote wanachokiona maeneo mengine, hicho kitu kinapatikana ndani ya mkoa wetu wa Kigoma.